Bwana Yesu asifiwe sana. I know you don't know that you are going to be blessed. Tell your neighbor you are going to be blessed. Ambia mwenzako, mwambie, mwangalie tu kwa macho, acha kukaa kama Mkristo. Najua Wakristo wanakuongelezaka, wanaangalia huko na anaangalia huyu, anaangalia hivi. You are going to be blessed. Wakristo, unafiki tutaacha. Sema unafiki tutaacha. Ule Ukristo tulikuwa naye ya ukora, mtawacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikubadilika sana. Mimi ni ule komada. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitoka upande ya shetani nikakuja upande ya Mungu, lakini ukomada iko ndani yangu. Kwa hivyo tabia baya mtaacha. Sema tabia baya tutawacha. Sema kuanza kutafutana na miracle kutoka chachi hii kwenda chachi hii tutawacha. Mwambie mwenzako hivyo. Mwambie miracle from one church to another church imefika mwisho. Mtu mwingine ananiuliza, hakuna siku nyingine? Najua nawaambia wale watu appointment wote nimewapatia sadi. Wale watu wengine wanataka kuja kuniona for something else na wapatia Wednesday. Lakini mtu anataka appointment ya kuopewa, akiniuliza na niulizaga, hakuna siku nyingine, ni sade tu. Namwambia hapana, hakuna siku nyingine, ni sade peke yake. Na hizo siku nyingine inakuaga shaba kunipaga Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kwa sababu sade ataenda kwa chachi yao. Sasa swali kubwa ni hii. Mbona usiende hiyo Wednesday, usiende kama uko na chachi huko? You have a spiritual father. Wewe unakuja kutafuta nini hapa? Kama wewe si mkora. Kama imagine ile ati wewe no makwanyu wathikwa ni banikora thikore ugashoka ino kakwanyu. Do you have a spiritual father? Why do you anamwingine anasema sitaki kutakuwa na kamera? Namwambia hakutakuwa na kamera. Sasa najua ni nani. Akikuja najua ni yule wa kamera, na naambia mtu wa kamera mulika pale. Mulika vizuri, mulika vizuri, mulika vizuri. Ndio baba yake wa kiroho amuone kule alikuwa kwa Waruinge. Hapa kamera ni lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu si uliniona kwa YouTube. Nini nilipeleka kwa YouTube? Mbona unataka kuniona kwa YouTube lakini wewe hutaki kuona kwa YouTube? Kwa sababu yeye ni mkora. Mwambie mwenzako mimi ni mkora na nimewacha ukora. Bwana Yesu asifiwe. Tufukue kitabu cha Genesis. Tutakuwa na crusade pale Ihora Stadium on 28th. The reason we are going to Ihora Stadium, kule ndio kulifanyika mambo mingi sana inaitwa ya Maumau. Last time tulikuwa na Thika na tumefungua Thika because that is the headquarter of Freemasons. In Africa, iko Thika. Ukienda pale Kilimambogo, kuna nyumba yao kubwa huko inaitwa ya Macmillian. That is where we have the headquarter. We dismantle in the spiritual realm, tumefuga hiyo. Sema amen. Mulisikia accident mwaka huu? December ilikuwa na accident? Hakuna. Hatujasikia. Siku hiyo kile nasikia watu 2,000, 2,500, 2,100 hivyo wanakufaka during the December. None died apart from wawili walikuwa natoka mkutano ya Aworu. Ile basi ilianguka pale Nyamira. Si Aworu, ni basi ilianguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya hakukuwa na accident, kwa hivyo tulifuga mfereji ya kuitisha damu. Sasa tunaingia Murang'a kwa sababu Murang'a, that is where the soul of Kenya was sold. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo vita unaonanga ilikuwa ya Maumau, damu ilimwagika. Kulikuwa na Mahomu Guard, damu ilimwagika. Kulikuwa na hii, damu ikafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Any blood, whether innocently shed or not innocently, it is crying. Damu ya Maumau wale baba walikufa. Kwa sababu huko ndio walifanya viapo, ndio walikunywa muma na kila kitu. Mungu amenituma huko niende nikafugue. Nikifugua huko Kenya imekuwa free. Juzi tulikuwa na hawa wazee, kube hawa wazee. Naona wahorelete wega, ni mzuri sana, lakini ndio walifuga Kenya. Hapa kwa kiwaja. Sawa. Kuna amevenya meka. Walishika mchaka wakasema mwenye atasaliti Kenya na mchaka imukatae. Wao wenyewe ndio walisaliti Kenya. Hawa wakiwa na Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta ndiye alirudi kusema Maumau is a disease. Na akasema Maumau wale wamekataliwa kwa kijaka wapigwe malisazi, wakauliwa. Nani aliuza Kenya?
Kenyatta akashikana na wazungu akaambia Wakikuyu na wale wengine walikuwa kwa kichaka wanunue mashamba. Ulikuwa unanunua shamba na pesa gani? Na ulikuwa unapigania kichaka. Yeye akanyakua hii mashamba yote akaifanya ikakuwa yake. Sio ni kusaliti? That is where we are operating under a curse, a generational curse, a national curse. Akarudi akasema hizi dudhi, hizi pikipiki isivuke Chania. Si wewe alisema hivyo? Na silivuka. Na hiyo ni mzee alisema. Na ikavuka. Sio ni Kerumi? Hey, it's operating. Ndio naona watoto wetu wamekuwa gays, wengine wamekuwa lesbian, wengine ni waisi, wengine ni dangerous people in the society. Kazi umekosa, mamimba ndio hiyo mnatoa, kila kitu mnafanya. That is the problem. Kwa sababu kuna maneno ilifanywa, moja ilifanywa hapa. Kumbe mahali Mungu anatutuma. Nilikuwa nataka tufanyie hiyo kitu sherehe ya wazee hapa. Watu wakaniambia hapa ni mbali kidogo sana, tumeita watu 1000. Ikasemekana sasa tuende kwa kiwaja. Kumbe mahali tulienda kuweka kiwaja, tent yetu hapo hivyo. Ndio mama mwingine akajitokeza akasema hapa ndio tulikuwa tumesimama na Kenyatta tukilaani nchi. Pale tuliweka tent. Nikaambia hawase chukueni mchaga, hii venye mlisema mubadilishe, mubariki Kenya. Hiyo ndio mandate mimi nimetumwa. Si story mrefu. Sasa story mrefu kwa sababu kusimumehubiriwa na kina Ng'ang'a na kina Moiro na kina wale wengine. Simumehubiriwa mpaka mmatoka kanisani. Sasa nataka kuwarudisha kanisa. Haleluya. Tena kumshokia kanisa ine na kigo kia Ngai kiama. Lazima turudi kanisani lakini si kwa ujinga. Lazima tukue na hii akili. Hii mambo ya kukuja katika kanisani kwa sababu kuna miracle. Ugoki mwe wananipigia simu siku hizi. Ukata ya Ngai, ugoki mwe tu na maisha makwa nimekwagira kotagiuga we. Si wewe useme kama unajua ni kigoke mwe, si useme tu. Lakini I have to train you. Lazima nikufundishe. Ukuje ukae chini nikuelezee. This is the problem. It started from here. Because you've been running from one church to another church and you don't know what na peko kupata and you don't know what you are doing. Mimi Mungu ndiye amenitoa hapa amenipeleka City Stadium. Kufika huko mama anajitokeza anasema hapa ni hapa. Hapa tulikuwa tumesimama hapa. Hapa ndio Karoleni. Sika City Stadium iko Karoleni. Akasema hapa ndio Kenyatta alisimama 1952. Laana ya Kenya ilianza 1952. And that is where we are suffering. And many more things. Juzi hapa niliwaambia State House imejengwa on the foundation of the Freemasons. Freemason ndio walijenga State House, ndio walijenga Harambee House, ndio walijenga City Hall, ndio walijenga High Court, ndio walijenga KICC. That is the work of the Freemasons. And that is where installation of power is. Hapo ndio nguvu yote ya Kenya iko. Na mzee wakamweka hapo katikati anaangalia parliament. Mujaribu kufanya mambo yenu mtaona. Wakasema mzee atolewe kwa noti wakamuleta akiwa mfano kwa noti wakakataa kumtoa. Hiyo nitawaambia baadaye. Hiyo mfugu wake Saimokei, boya na hiyo ingine hiyo ni ya huko. Hasa hapa tunaongea. Nataka kukuambia kulikuwa na mtu anaitwa Esau na mtu anaitwa Yakobo. Sema Esau na Yakobo. Hebu uliza mwenzako, wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo? Amekujibu? Amekwambiaje? Yeye ni Esau, si ndio? Wewe ni Esau, si ndio? Na wewe ni Yakobo ama wewe ni Esau? Ni Yakobo. Sasa Yakobo, meaning ya Yakobo ni nani? Kama wewe ni Yakobo. Yakobo ni nani? Ni Israeli? Hapana. Yakobo ni nani? Yakobo ni nani? Is a swindler, a conman, a bad person. So, wewe ni Yakobo ama ni Esau? Mtu mubaya, exchanger wa kunyaganya destiny yako. Sasa niambie, wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo? Rebeka aliambiwa, ndani ya tumbo yako iko watoto 2. Na mmoja nimelaani na mmoja nimebariki. Sasa aliyelaaniwa ni Esau. Sasa niambie, wewe ni Esau ama ni Yakobo? Esau amelaaniwa kutoka kwa tumbo. Amelaaniwa, hana baraka dunia hii kutoka kwa tumbo. Na Yakobo ni mkora. Sasa niambie, wewe mimi muulize mwenzako, wewe ni Yakobo ama wewe ni Esau? Mwambie kujibu tu, nijibu tu. Mwambie nijibu tu, niambie tu. Genesis 25 verse 23. Inasema hivi,
Verse 23 iko wapi wewe msee? Najua sijazoea kujua iko wapi. Ndio hiyo. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 people from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Bwana Yesu asifiwe sana. The older shall serve the younger. Leo nataka nikufundishe kuhusu these 2 tribes, so that tukitoka hapa ujielewe wewe ni Esau ama wewe ni Jakobo. Jacob ni mtu ambaye alikuwa swindler. Ni mtu jina ambalo na mtu conman. Alinyaganyana promise, akanyaganyana destiny of a firstborn. In the Bible respects firstborns, and the firstborn is the first fruit of God. Firstborn, if you're a firstborn, you are a fruit of God. And when you are a fruit of God, you are given back at the altar. That is why we tunaitishwa to the altar. Ukilima, ukifanya kazi yoyote ile, the first fruit is taken back to the altar, because it does not belong to you. It belongs to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Your son, who is the firstborn, does not belong to you. He belongs to God. Your daughter, who is a firstborn, does not belong to you. But he belongs to who? Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu. Mazao ya kwanza ni mazao ya Mungu. Ile kitu unapata ya kwanza rupeleka mara moja kwa nyumba ya Mungu, because si yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafirstborn hapa ni wagapi? Inua mkono. Mafirstborn. Tuone, utaona wamekujwa, sura zinakaaga ni kama za motuba. Kwa sababu wanaonewagwa sana. Hadi wanapatanaga na shida nyingi sana. Why? Because mzazi wako hakujua the secret of a firstborn. One secret of a firstborn ni kuchukua huyo mtoto, unakuja unamwekelea kwa madhabahu na unaachana na yeye. Na unashika keshuje yako, unakuja unaekelea hapa, unamrudisha kwao. Ndio awashikie baraka kama familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye anaonagwa kwenu si wewe ati kwa sababu unaendesha kagari. Hapana. Ni huyo, hata kama hana jicho, hata kama kinakaaga hivi kinikimlevi, hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. Hicho kifirstborn, hicho umechukia. Hicho kimama hicho kibaya. Hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. He is the one who controls all that you have. In the spiritual realm, yeye ndiye anatambulika. Na ndio naonaga ukiona kwenu kuna firstborn anateseka, utakuta familia mzima inateseka. Mnaweza kuwa mko na magari na manyumba kubwa kubwa, but going nowhere. All of you, nobody, hakuna mtu anasikiliza mwingine, hakuna mtu anapendana mbinguni, until when you will be able to respect that firstborn. Because he is the one carrying. Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu, is a fruit of God. So when you want God in your family, invite the firstborn. Mimi wakati nilijua hivyo, mimi hatukuwa tunajua. Tuko na brother yetu ambaye ni mkubwa, lakini hakuwa sawa. I had to build a house for him. Na kwa sababu natengeneza viti hapa, nikaenda nikamchukua, nikamwambia come and select. Sio mimi nilimchagulia. Nikamwambia come and choose that you think ni mzuri kwako. Kutoka siku hiyo familia yetu imekusimama, imekaa mzuri. Sababu nilijua siri ya huyu mjamaa ni mchawi. Huyu mjamaa mnamuona hapa kwa sababu hana uwezo, hana nini, anakaaga hivi. Ndani yake analianga kilio kingine, kilio kibaya. Ndani yake analianga kilio. Na hiyo kilio hata mfanye nini, you can never succeed. That is why unaonaga muko mmesoma, muko na magari, muko na, lakini ukiangalia situation ile muko nayo, you are all beggars, because hiyo gari uko nayo ni aroni. Kanyumba ni kazuri lakini ni mortgage. Tutoto tunasoma shule mzuri lakini ni pesa ya aroni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisoma mzuri tunakunywa madawa. Tuwa bagi. Tuingine ni mwanaume tunapatiwa mafuta, tunaambiwa kama mzuri. Huko ndio kuzuri, huko na nyuma sikwasi. Duai ndio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa hiyo pasa mama na baba ni church elders kwa kanisa, lakini mtoto yao yote ni wakupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the curse. When this firstborn atakasirika, kwa moyo wake analia, ananugunika, kwake kuna rarwa jaa, hakuna chakula, kwako lazima mtapata shida. Hiyo ni siri tu nilikuwa nawaibia, kwa sababu najua kuna nyinyi hamtakaki kuona mafirstborn, kwa sababu ni wajiga sana sana, hawakuagi werevu sana, wanakuwa na kasoro kidogo kidogo, because they are not human like you. You are not brought the same level. You are only very spiritual in that world. They are very spiritual huko, wanajulikana huko. Kwa hivyo sio lazima ajulikane kwa ile life mnakaa. Ndio mnamuonanga akiwa mjiga, mnamuona akiwa farafara, hajielewi vizuri, anakaaga tu kifokodhali. Lakini wewe sasa, kwa sababu umesoma na wewe ni wa hii dunia, unaona wewe ni wa hii dunia, yeye ni wa huko hiyo dunia nyingine ya huko biguni. Lakini wewe wa hii dunia unakuta vitu za dunia zinamekubali. Kagari kanakubali, kanyumba kanakubali, kila kitu kinakubali, kabibi kamzuri kanakubali. Unakuta ka firstborn wengi hawana mabibi, na kama ako na bibi ni wa pili, ameoa mara ya pili, ya tatu, ya nne. Hallelujah. Because the firstborn is an enemy of this world. The firstborn is an enemy of this world, because he is a fruit of God. And being a fruit of God, it means the devil will want to destroy this fruit. Jonaonaga amekaa fogodhali. Hebu angalia brother yako na sister yako ile mkubwa amekaaje, fogodhali kila siasa hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo these two people anaitwa Jacob and Esau. The one moja ambaye alikuwa the one who had, Jacob had a God establishment covenant, a covenant of God right from birth. But this other one ambaye anaitwa Esau hakuwa na covenant, lakini alikuwa na laana fulani ambayo ilimfuata. So kwangu leo nataka tuangalie these two nations. Rebecca aliambiwa inside your womb there are two nations, and these nations, to understand which nation do you belong, because what we are having now is these two nations. But I can see hapa karibu sisi zote tuko kwa nation mmoja. Hapa nitawaambia ni gani, kwa sababu tutafika hapo na ni mtajiona, utajipeleka tu hapo na utaona I belong to this nation. Esau is a hunter, ni mtu ambaye alijulikana sana being a hunter and a gatherer. A person who did not invest. A person who did not have any investment. Alitegemea kasukura kwa kichaka, akasemegemea kadhia kwa kichaka, alitegemea vitu vya kichaka, vitu ambavyo hajavitafuta yeye mwenyewe. Lakini alienda, akatoka nyumbani kwake, anaenda ana imagine nikienda kichaka fulani lazima kutatokea kaswara na nitaua. Lakini Jacob on the other side ni mtu ambaye alikuwa analima, anapanda, anaongojea zinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongojea miezi 6, miezi 7, miezi 10 of the investment, ana invest and inaendelea. Lakini huyu mwingine hakuwa na time ya investment. He didn't have the time, because yeye ni kwenda kutafuta swara, yeye ni kwenda kutafuta kadhugura kasuri, yeye ni kwenda kutafuta, because ziko ni kama wale wanaenda Lake Victoria, wanaikisha neti, wanaenda na vita na neti, wanakuja wanatokelezea na samaki kule na wanakula samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never compare that person na mtu mwenye anapanda majani chai, anagoja miaka 10 ndio aanze kuchuna hiyo majani chai. Those are two different people. So Jacob was an investor, while Esau was a hand to mouth person. A person who will only eat akikutana nazo. Atakula akiona, lakini hakuli baka wakati atatoka huko kupatikana. So one day Esau akakuwa na njaa. Akaenda kwa brother yake Jacob akamwambia nipatie chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampatia nini? Akamwambia nipatie chakula. Naye akamwambia you have to sell your birthright to me. And because he didn't value
he didn't value the birthright, because for him the birthright was not any importance. The birthright was just useless something. Haikuwa na value, haikuwa na nguvu, haikuwa na maana kwake, maana anajua yeye has no. Anybody who does not have a birthright does not have the blessings of the earth. Some of the blessings of the earth. Any person who does not have a birthright does not have the blessings. Wakati watu wetu wanaendaga, wakati wameenda Amerika, inua mkono wako juu. Wa UK, Europe, America, inua mkono juu. Wale wameenda Ulaya na labda huko na passport ya huko, umepata passport ya huko. Wangapi wamepata passport ya huko? Simama utuambie kitu nataka kukuuliza. Huko na passport ya wapi? Ya Amerika. Wakati ulipatiwa passport ya Amerika na ya Kenya, uliitishwa ya Kenya. Yeah? When you are being given the citizenship, uliinua mkono. Ukadenounce nini? Uliambiwa denounce nini? Citizen ya wapi? Ya Kenya. Ukapatiwa citizen ya wapi? Ya America. That is why you are poor. Akachini. That is why you are poor. Yes. When you denounce your birthright, you have no role existing in this world. Because kule umeenda haujazaliwa na spirit, na ground, na udongo, na ya huko America. You became an American by paper, but you became Kenyan by birth. So your birthright is in Kenya. But when you go to America, ukuwe citizen of America, you become a citizen by paper. Meaning chakula na blessings za America hazitakubali wewe. Because you don't belong there. Na nchi yako uliikataa. So hata ukichukua tu pesa ulete hapa, hiji nakuuliza, unaniuliza nini? You sold your birthright because you want a greener pasture. A greener pasture that does not belong to you spiritually, does not belong to you by birth, does not belong to you by anything, belongs to you on paper. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we have lost it. And we have lost our generation in pursuit of greener pastures. Tumbo nilifanya Esau apoteze na akapoteza. Because Esau kama angejua, ama Jacobo kama angejua, huyu mtu amelaaniwa, hangenunua hiyo birthright. And from the day Jacobo alinunua birthright ya Esau, ndio shida za Jacobo zilianza. Hiyo ingine walifaulu kumfanya na mama yake ukora, wakafanya ukora, wakaweka gosi ingine, mzee akaguza akasikia ni kama ni yeye, because he was operating under the blessings of God. The one I love and the other one I hate. So he had automatic blessings of his life. But because of greediness and because he didn't understand the blessings of a birthright, and with the curse that was operating in Esau, akaambia wakati Esau alikuja, akamwambia nipatie chakula, akamwambia na wewe ni usiye birthright. Na kutoka hapo Jacobo akaanza shida. Shida ya Jacobo ilianza siku hiyo. Ndio alianza vita na huyu brother. Akatoroka, akaenda kwa Laban. Alipofika tu kwa Laban kwa baba yake, akaanza kufanya kazi. Inside him, the spirit of an investor was working very well. Analima, mshamba inakuwa mzuri, mabuzi zinakuwa mzuri, mang'ombe zinakuwa mzuri. Akienda kusema ni zake, Esau, spirit ya Esau inasimama. Kwa sababu alinunua birthright of a cursed man. The spirit of Esau will only come that very time you want to eat, because you are not supposed to eat. Any cursed man is not supposed to eat. Any cursed man, you are not supposed to get the blessings of God, because God has rejected you. So he was wearing a veil of a rejected man. Akilima huko ndani kwake ni Jacobo unafanya kazi, tupusi tunakuwa, mang'ombe zinakuwa. Akapata kademu kazuri na akaanza kukufanyia kazi for 7 years. Just tell me, how can you live in a compound in a Nairobi hapa for 7 good years na ukose kuelewa sheria za Nairobi? Ukose kuelewa sheria za Boma. Miaka 7 hukuelewa, because alikuwa na spirit ya nani? Esau. When he was to eat, Esau comes and says,
Mimi ni hunter and a gatherer. Na huyu Jacob Labani akasimama akamwambia, huko kwetu huwezi kuchukua msichana kabla mwingine hajaenda. Miaka 7 unakaa ukijua utabeba msichana, lakini hujui msichana wa kwanza haedagi kabla wake. Akavugwa. And that is the situation that we are in. We decided to abandon our birthright and instead pursued a curse. Pursued something that does not belong to us. Ndio unaliaga kila siku unasema dunia imenikataa. Dunia imenikataa. Imekukataa aje? Kwa sababu due to your greediness, you abandoned the promise of God for your own sake. Because by all means, Jacob alitaka kukua yeye ndio first. But he had not studied. Mama yake alisahau kumwambia, mimi niliambiwa na Mungu wewe ni wewe umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it continues to work. When alikuwa anafanya kwa Labani, akafanya kazi mingi, akafanya hapa, akafanya mingi, mabuzi zikaongezeka, akienda kuleta siku zake, Labani anakuja na mwambia, weka hizo buzi pale kado, chukua viwete. Akichukua viwete tena zinaanza kuzaa mzuri, double, tena Labani anakuja na mwambia chukua. Sasa wakati alikwenda kuchukua msichana akaambiwa aje? Woko gotidia gogo. Na ukinya msichana wa kwanza aende ndio mwingine. Ikabidi arudi kazi tena for another 7 years because alikuwa determined to take the second wife. Bwana Yesu asifiwe sana. So the spirit of a blessed man is still working. He is determined. He continued to work as a slave because of his own blessings. So many of us here, we are working as slaves because we don't understand the blessings that is in us. And Jacob struggled for another 7 years. That is 14 years. And the day now, ndio afuguriwe, ndio aligiginyana. Nasikumbuka aligiginyana nani? Na malaika. Akasubuana na malaika. Baka asubuhi, because still the veil of Esau haijamuonyesha at you are dealing with an angel. Baka wakati alivujwa mguu, akagotorwa sasa akajua. Unajua yeye Jacob alikuwa anafikiria, unajua ni kule Sodom na Gomora, alikuwa anafikiria ni wale watu wa Sodom. So alikuwa anang'ang'ania kwa ukuta, akidivide side moja ya mwili yake. Sasa aling'ang'ana akakaa hivi, Ejo anajaribu kumpindua. Anajaribu anakatalia. Baka Ejo akamvuja mguu. Kwa sababu kuna wakati angels they come. They don't come always. There is a time they will come. And when they come with their blessings. And when they come with their blessing, they will not go back with their blessing. And that is why many people, we have missed this chance. So malaika kwa sababu alikuwa amejua, I have to change this man. Akamvuja mguu na akaaguka. So Jacob akagoja apiduliwe, akaona huyu jamani pidui. Hallelujah. Akarora moto na akarora. Ndio alimwangalia mzuri, akaangalia akaona kai, kumbe ni malaika wa Mungu. Akamshika akamwambia, hutoki hapa. Sitoki hapa. Sitoki hapa usipone. Lakini ni baada ya kuvujwa, ni baada ya kugotorwa mogoro, ndio mnakibiaga kanisani, ndio mnajua Waruinge anakuaga. Na zamani mlikuwa mnasema Waruinge tigano usio. Ndio amuge kemogirana na tenake. Hallelujah. Baada ya kuvujwa ndio mnakibiaga mnasema sasa tumeona Mungu kwako. Hallelujah. Baada ya kuvujwa ndio mnakibia kwa kakade. Mnasema Mungu nimeona. Baada ya kuvujwa TB Joshua ndio huyo. Baka unaweka picha ya TB Joshua kwa kitanda yako hapa. Biblia yako unaibadilisha na msalaba unaweka TB Joshua. Kibeki chako kiko na sticker na tumaji. Niliendaka kwa TB Joshua haki nikapatiwa maji. Uzuri nilitoka na do. Sikutoka hivyo. Nilitoka na 3 milioni. Nikapatiwa maji cotton mzima. Mimi sikuwa najua mimi, unajua aliyenipeleka kwa TB Joshua ni Wajakoya. Wajakoya ndiye alinipeleka. Sasa mimi tulikuwa kwa hoteli tukikula pale Serena. Wajakoya akaniambia, wewe kulikana na vile nakuona, unahitaji a person to touch you. Ako na manto juu ya kubwa international anointing ndio akuguze, akufungulie hii maisha yako ikuwe mzuri. Nikamuuliza wewe unani? Akaniambia kuna mjamaa anaitwa TB Joshua.
Anakuaga aje? Can you kwa sababu mimi I'm a daring person. Nikamwambia pigia simu. Akaniambia achukuage simu ni kama wenye mnasema sikuchukuage simu. Akaniambia wewe achukuage simu because he has huge congregation. Nikamwambia mine atachukua. Nikamuitia leta namba ile. Tukaingia kwa website yake zile zinapita hapo, tukapiki tu moja nikampigia. Kushika hivi, nilisikia mzee akisema hello, how are you? Nikamwambia nikampatia story zangu, nikampatia. Akaniuliza, when do you want to come? Nikamwambia even now I can come. Akaniambia give us 10 minutes. Mimi nilikuwa nafikiria ni jokes. Nikasikia kasimu kingine kutoka Nigeria. Akaniambia aje, tuma passport yako. Ilikuwa kwa simu, nikatuma because I was kidding, I was joking. Nikaambia on Thursday kuja. Tumelipa tiketi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipoingia huko tulienda na TB Joshua akanipatia microphone akaniambia hubiria watu. Wacha Wakenya wasikie kinyogo, mtu wa Mogeke. Ameenda kwa TB Joshua na amepatia microphone. Na wao wameokoka miaka yote. Hawajai hata karibia TB Joshua. TB Joshua akanipeleka kwa ile presidential suite pale tulikutana na yule president wa Ghana. Alikuwa anaitwa Nana Akufo Nana. Tulikuwa na yeye na ule mama wa Malawi Joyce Bada. Ni Joyce Bada. Alikuwa hii rumu, mimi nilikuwa hii na Kakade alikuwa hii rumu na Wajakoya tulikuwa, kwa hivyo tulikuwa majiant huko ndani. Wakenya walikuwa huko chini wanauliza unaona nile na mudhurio ate. Ambia mtu favor. Nitaipata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapa, you will walk in this favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize uko hapa namna gani? Jiulize tu swali. Jiulize. Kumanya hururu korema utahama baki tuseda. Bwana Yesu, that is favor. Hiyo ndio inaitwa nini? Favor. Me I've been able to go that is the 17 countries without a single passport. Kutoka Tanzania hapa nikateremuka na nilikuwa jabasi, tukiingia hiji lazima tuibe tuende hiyo hijingine kwa sababu you cannot survive that way. Tukitoka tukaiba Tanzania bagi fulani iko hapo na msiende kusema nitakuja kushikwa. Tukaiba hapo, tukarudi tukaenda Mozambique, tukaiba Mozambique, tukaenda Dabani tukaiba, tukatoka hapo tukaenda Windhoek Namibia tukaiba, tunasafiri tu na magari za wenyewe. Unajua when you are a robber you don't spend your money. You spend people's money. Maneno Kenya nataka niwa. You spend people's money. Unajua nini? Unakuta mama ako na gari mzuri, anaendesha kwa barabara. Unambibia mama soga hapo tuende. Anakufikisha na kupeleka ile town unataka, unaacha yeye unashika mwingine. Wewe mama kuja, twende mbele. Hallelujah. That was my life. That is was they were able to gun me when nimepiga hapa. Nikuonyeshe. Gari unasema So Jacob dwelled after he stole the birthright of his own brother. The misfortunes started following them. And that is people who are running, people who are crying. You find the background. You sold your birthright. You find your background. There is some mistakes that you made in your life. Jacob amefanya kazi miaka 7 anaambiwa kusikule. Anafanya miaka ingine 7 mpaka wakati hiyo malaika alikuja. Wakati alimvuja mguu, ndiye alijua ni malaika. Kwa hivyo hata wakati the man of God will come to your life, you will still not understand whether this is a man of God until mguu yako imevujwa. Most of us here, kila mtu amevujwa mguu. Most of us here are suffering from a disease, are suffering from a misfortune, are suffering from a broken marriage, are suffering from an issue that is really bothering you. Because umegoja mpaka umevujwa mguu. Wakati huo alivujwa mguu, aligojea mjamaa mgeusi. Akaona mjamaa mgeusi, ndio alimshika kamwambia, dokuma utoki hapa mpaka unibariki. That is when, already when you are down, that is when you come to realize there is God in heaven. Na ndio mnaokoka vizuri. Weila monyoroku Bwana asifiwe. Akiwa kwa kitanda. Kuna mama mwingine nimeombea asubuhi ile kwa Amerika nilimhurumia. Na
ametibiwa, ako kwa mashini za Kiamerika, si unaona? Ako kwenye mashini za Kiamerika, gasi imejaa kwa tubu na imekataa kutoka mpaka kuogea haogei. Nikamwambia shika, una imani shika maji na glasi niombe. Nikamwambia kunywa. Nikamwambia nipigie after 20 minutes. Ameniambia mimi niko sawa, nataka kwenda nyumbani. Ako Amerika na madawa ya Amerika, lakini maji na neno la Mungu kutoka hapa kwenda mpaka huko. Why? Because this is the time to understand that God is speaking in your life. This is the time to know that God is speaking in your life. Yakobo wakati alivujwa mguu na akajua huyu ni malaika, akamshika akamwambia utoki hapa mpaka unibariki. Aliposimama hii malaika alimuuliza nini? What is your name? Bwana Yesu asifiwe sana. What is your name? Na akamwambia mimi naitwa Yakobo. Wakati alitaja mimi ni Yakobo, ile veil ya Esau ikaanguka chini. Na kutoka hapa malaika akamwambia nitakubadilishia jina. Ambia mwenzako nabadilishwa jina leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie nabadilishwa jina leo. Because all of you are operating. Wangapi wako na investment? Anaweza kusema I have an investment. Inua tu mkono kama uko na investment, permanent investment. Inua mkono tu hiyo. Investment, any kind of an investment. Lift up your hand. How many of you, yani wewe hauna, umekoboa kanyumba, kazi yako unafanya kazi ni kukula, unashiba, kesho tena naangalia tu pesa twingine tuone kama tutapatikana. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Hauna shamba, hauna kashamba, hauna kakazi kazuri, hauna nini, inua tu mkono juu. You are living a poor life yani. Inua tu mkono juu, usiogope tu. Hauna kanyumba, hauna nini, hauna kashamba, haujalima hata kitunguu hapo nje. Inua mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu. Sasa how do you my Esau? Everyone here is Esau. A hand to mouth. Sasa simejua mko kule huko. Si nilikuuliza nikawaambia mtajua kule mko. A hand to mouth life. Strive to know Mungu anasema nini leo. Kama sasa, did you know? Sasa mlikuwa mnalinigia hapa nini Yakobo. Sasa angalia venye mmeinamia shoko si anyusi yote. Ukijua ni hunter and a gatherer. Any person struggling, you are a hunter. Hauna foundation, hauna msingi katika dunia hii. Wewe na Esau na mtu aliyeraniwa ni kitu moja. Mwambie mwenzako mimi ni Esau. That is the problem you are facing. That's the challenge that you have in your life. Not that because you are poor, you are not poor. It's only that you don't understand. You have already sold your birthright. That is why you are suffering. Angalia Yakobo na kimbelebele yake, ameenda kununua birthright ya kitu kimeoza. Kitu ambacho hakitambulikani. Hata biguni najua huyu mtu hakuna kitu yake, ni maswala tu amewekewa kwa kichaka. Aende atake swala. Na unakuja na tamaa mingi na unajua brother yako hapadagi, halimagi, hafanyagi kitu yote, anagojea kama maswala na unaenda kuchukua hiyo spirit yake ya kununua mazwara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako you have to change our mentality. Lazima tubadilike. Mwambie mwenzako tubadilike. Baba acha kuniangalia. Mimi si mwenzako. Abia huyo next na wewe mwambie lazima tubadilike. Lazima tubadilike vizuri. Hey, lazima you have to understand the blessings comes from heaven. And when you denounce your birthright, you become vague and useless. Wale ambao wanatazama kule ng'ambo, uko Amerika, uko Australia, uko UK, uko Germany, uliuza birthright yako kama wewe ni citizen. America, you are there by paper. Kenya, you are born. Tafuta jia urudishe your birthright. Mwende muulize miguu ameteseka miaka gapi Canada. Alisema I'm not boarding na akabod. Because you become landless. The ownership disappears. Some of us, we are facing these challenges because we have been swindled. Our life has been swindled.